kwamba hawana taaluma, wana taaluma lakini ni watu ambao wamekuja kumanipulate watu, yani kucheza na akili za Watanzania, kututoa kwenye reli, kutengeneza mazingira ambayo yanaonyesha kama serikali inajali, serikali ina care kuhusu ambacho kilichotokea, lakini kiuhalisia hata jina tu ambalo wamelitumia kutengeneza ile kamati au ile tume ya uchunguzi ni wametumia nani? Tayari niko tayari mwanangu. Naomba nimalizie muda wangu. Kuna watu hamna noma. Kuna nachangamsha kijiwe. Ya jamani, vumilieni kidogo na muda wangu namalizia wa darasa, then watu wataanza kupandisha watu. Kwa hiyo nakuona sana mzee bro Tanzania hapo chini, utapanda rafiki yangu. Yani research, labda tuambie watu jinsi tulivyotengeneza huu mdahalo ni kwamba tutapeana nafasi wale ambao wanachangia kwenye zile pointi mpaka ziishe, ndo watu wengine watapandishwa. Na ni kuanzia jana. Kwa hiyo watu wawe wavumilivu, wawe na stamina. Uswazi usipandishe watu. Tutaendelea na mdahalo, tukishamaliza watu wote watapewa nafasi hapa juu, watachangia. Unaona kazi haya mambo haya. Umeona kazi hiyo? Kwa hiyo BFD endelea. Sawa. Sasa naomba niendelee jamani. Sasa tuangalie changamoto hizi tume ni nini kwa raia. Sasa tuangalie hapa. Cha kwanza kwenye sekta ya mamlaka ya rais. Sheria inampa rais mamlaka ya kuamua kama ripoti iwekwe wazi au la. Mara nyingi ripoti hubaki kuwa siri ya serikali. Bro Tanzania, usiwaze mwanangu, utapanda hapa. Usiwaze. Huo mjadala niliuona, usiwaze, lakini ni jamaa fulani atakuwa alichanganya mafaili. Sasa mamlaka ya rais. Sheria ina hizi uone sasa changamoto za tume. Sheria inampa rais mamlaka ya kuamua kama ripoti iwekwe wazi au la. Na mara nyingi ripoti hizi hubaki kuwa siri ya serikali. Sasa mpaka sasa hivi muendelee kuangalia. Yaani mnaanza kuangalia hizo changamoto za kwa hii tume yetu. Mpaka sasa hivi mmeshajua kama Churakiziwi ndo alitoa order shoot to kill. Huyu ataweza vipi kupitisha azimio lolote au pendekezo lolote la tume? Atapitisha vipi wakati ni yeye ambaye alitoa order? Je, kwa pointi hiyo moja tu bado na moyo kutoa ushahidi? Bado naamini kwamba ushahidi wako utafanya kazi? Nilimwona Sister Boki hapa analaumu tusimguse Nyerere, lakini kila pointi ambayo ukiisogelea inakulazimu urudi kwa baba wa taifa ambaye alipitisha katiba ambayo walikuwa wanaitumia wakoloni Waingereza. Alipitisha kama ilivyo, na Waingereza walikuwa wanaitumia ile katiba kwa ajili ya kutudhibiti sisi raia. Ndio matokeo yake mnakuja kuyaona haya hapa. Ile katiba ya wakoloni Waingereza ilikuwa imempa mamlaka yule nani, sijui ni Queen Elizabeth, sijui na ilikuwa imempa mamlaka yote. Yani kwenye taifa letu anajiamulia kila anachotaka ili sisi wazawa tuendelee kukandamizwa. Na Nyerere alipopewa nchi alichukua ile katiba vile kama ilivyo. Sasa hapo ndo unakuja unajiweka swali, je, huyu alikuwa ni mzalendo halisi wa taifa letu? Kwa nini? Ndio unakuja kuona kitu kama hichi, kwamba sheria inampa rais mamlaka ya kuamua kama ripoti iwekwe wazi au la. Sasa mimi ripoti yangu naileta ya uchunguzi. Jamani, kutokana na mauaji ya mwezi 29, uchunguzi tuliofanya tumekuja kugundua sauti ilitoka juu kabisa, uongozi wa juu wa Churakiziwi. Churakiziwi alitoa mamlaka kwamba watu wapigwe risasi za vichwa, watu wapigwe risasi za viuno ili wafe. Sasa mimi sheria inaniambia lazima hiyo ukimaliza uchunguzi wako na tume yako niletee ripoti yako, niletee mimi. Sasa mimi huyu ambaye nilitoa order niletee mimi sasa. Alafu mimi ndo nijue sasa naipitisha au siipitisha. Mtu kama atapitisha hiyo ripoti,
Mtu kama huyo ataipitisha hiyo ripoti? Wazee, tusifanyane wajinga. Hiki ndo kizazi ambacho tunataka tukibadilishe ndani ya taifa letu, tukibadilishe. Na hii katiba ilimpa mamlaka yote rais, kwa sababu wakoloni walijua tutaweza vipi kuwamiliki hawa watu, ni taifa lao, lakini tutaweza vipi kuwamiliki? Ndio maana wakajitengenezea katiba ambayo inawalinda wenyewe. Ndio huyu mzee wetu alipokuja kupewa nchi, akaichukua naye akaenda nayo hivyo hivyo. Unakuja kugundua huyu mzee alijua na yeye. End of the day watakuja watu ambao watakuwa wanampinga, watakuja watu ambao hawana mawazo kama yeye. Mwisho wa siku anaanza akatoka madarakani. Sasa ubinafsi, kwa sababu alijua mimi ndo ambaye nimepigania taifa, haitakiwi nitoke, lazima nipitishe hii, kwa sababu hii katiba ilikuwa inampa mamlaka yote Queen Elizabeth. Sasa na mimi nitachukua hii ili mamlaka yote haya yanatoka kwangu, ili asijitokeze mtu hata mmoja ambaye ataweza kunihoji au kunijaji pale tu nitapokuwa nimefanya maamuzi ambayo sio sahihi. Na hichi ndio kinatutesa mpaka leo. Ndio maana tunaendelea kuwa machawa. Ni lazima umchekechekee rais ili akupe ubunge, ili akupe ubunge msijui viti maalum. Ni lazima umchekechekee rais ili akupe mkuu wa mkoa. Ni lazima umpambe rais ili akupe mkuu wa wilaya. Mmeshaona wapi? Mmeshaona wapi? Taasisi zote zinazojitegemea hapa ndani ya taifa letu, zote kiongozi wao anachaguliwa na rais. Sasa wewe utampinga vipi? Wewe utampinga vipi? Na hizo kwa bahati mbaya, hizo kwa bahati mbaya, hii ni katiba ya wakoloni ambao waliipitisha kwa wenyewe, ndio walikuwa wanajamulia. Yaani tunaanzia hapa. Huu ujinga wote ambao tulionao, huku kulalala kote tuliponapo, kuogopa polisi, kuogopa wanajeshi. Wakati ukija kuwasoma wanajeshi, wanakuambia ni watu ambao wanatulinda sisi na mali zetu. Ukija kumsoma polisi anatulinda sisi na mali zetu. Ukija kumtulinda sisi na mali zetu. Ukija kumtulinda sisi na mali zetu. Ukija kumsoma jeshi anatuambia ni watu ambao wanatulinda sisi na mali zetu. Ukija kumsoma polisi anatulinda sisi na mali zetu. Ukija kumsoma jeshi kwa ajili yetu kutupiga, kutuumiza. Kumbe tunakuja kugundua ni kutokea kule kwenye katiba. Wale jamaa wao nani wakoloni, hii katiba ilikuwa, yani wale askari walikuwa ni kwa ajili ya kumlinda Malkia Elizabeth. Kwa hiyo sisi wazawa, akijitokeza yoyote ambaye anataka kupigania taifa lake, watakupiga, watakuumiza, kwa sababu wenyewe walikuwa wanamlinda Malilo. Wakina Mafuele wanasimama kwa ajili ya chura kiziwi. Sio kwa bahati mbaya wazee, kumetokea huku. Tufungueni akili. Tufungueni akili, mimi nawaambieni ukweli. Tufungueni akili. Yaani hakuna chama chochote kitachoweza chochote kitachoweza chochote kitachoweza chochote kitachoweza chochote kitachoweza chochote kitachoweza sisi tutaanza kila mtu atachagua. Kila mtu atachagua. Ndio unakaribia kunyamanza. Ukiona unalia sana, ujue ndio unakaribia kunyamanza. Piga moyo konde. The day has come. Victory will be outside. Msiogope wanangu, mimi nawaambia, tusiogope. Nchi yetu au kifo. We gonna win it. Sasa tunaangalia pointi ya kwanza ni mamlaka ya rais. Tayari katiba imempa mamlaka yote. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ugundue kwamba hii tume itapomaliza uchunguzi wake wa vurugu yani vurugu walimfanyia chura kiziwi vurugu mwezi 29 kwenye uchaguzi wake, walimfanyia vurugu. Kwa watapomaliza uchunguzi wake, wataichukua ripoti, watampelekea chura kiziwi, bana ripoti yetu hii hapo. Kwa chura kiziwi ataisoma. Akiona imembeba ataipitisha, atairuhusu tena, ataiweka wazi. Akiona kweli waliopewa jukumu la kukusanya hiyo ripoti, akiona kwamba ripoti imemkandamiza, itabaki kuwa siri ya serikali. Sheria inamruhusu hata ongea popote.
hataongea popote. Sasa kwa nini mtu ukasema tusimlaumu Mwalimu Nyerere kama aliona upuuzi kama huu? Inamaanisha huyu mzee alikuwa anajua siku atapofanya maamuzi ambayo sio sahihi watu watamuhoji, kwa nini umefanya hivi? Basi tunakuundia kamati ambayo inakuchunguza ili tukuweke kitimoto. Yani ni lazima kuwepo kuna watu ambao wanaweza kumdadisi rais na kupindua yale maamuzi ya rais, ndio nchi inanyoka. Kwa huyu mzee hakutaka iko kitu, alitaka akiongea neno tayari ni sheria na moja kwa moja itekelezwe. Sasa tunaendelea nafasi ya pili. Tumeona changamoto za hizi tume. Cha kwanza tumeona ni mamlaka ya urais. Mmeona kumbe mpaka sasa mshaona kwamba mamlaka yote ya uchunguzi yote hapo ndani chini ya rais. Msione amekata keki juzi. Mimi si nilikuwa nawaambia msione amekata keki, anajua. Na kwa sababu ni hajasoma, ni mjinga, ameshamwambia wewe usijali tume lazima, kwa sababu mamlaka yote yani kiletwa hapa hata kama imekuponda wewe ndo mtu wa mwisho. Ameshajua, ndio maana unaona amekula keki. Sasa tunaenda changamoto ya pili. Changamoto ya pili ni kukosekana kwa utekelezaji. Mapendekezo ya tume sio amri ya mahakama. Serikali inaweza kuchagua au kuyapuuza. Kwa inaweza kuchagua, yani inaweza ikaamua kuchagua. Ni uchafu. Mahakama mkumbuke. Kwa hata wafanye vipi, hata tume iseme kwa mapendekezo haya, kutokana na uchunguzi wetu tuliofanya, tumeona kabisa ni kwamba Churakiziwi hastahili kuwa rais wa nchi hii, kwani ameua raia wake, ametumia force by power alionayo ili apate kile kiti. Kwa hiyo tunatoa mapendekezo kwamba rais hana mamlaka yote, Churakiziwi hana mamlaka yote ya kuwa rais wa nchi, na uchaguzi ufutwe mara moja, iwekwe serikali ya mpito, turudie uchaguzi. Inachukua sheria inaruhusu serikali kuyapuuza. Kwa wanaona hizi takataka wanatuandikia nini? Wanapuuza. Inaruhusu katiba. Sheria inawaruhusu, wanapuuza. Mimi sicheki kama ni mazuri, nacheka kwa hasira. Mungu mimi nipe nguvu kama za Samson. Yaani nisimame mwenyewe tu kudadeki. Maana unajua muda mwingine kumpaka, yani mpaka uje kutoa ile mbegu ile sumu toka miaka hiyo ya mababu zetu. Yaani mpaka uje utoe ile sumu, upambane I say. Mpaka mtu asimame. Yaani unaweza kuona vitu kama hivi tunaongea, lakini bado kuna visemo tena anakuja kubisha. Yaani unakuja kuona jinsi gani ambao jamaa wametupa sumu ya hata. Yaani unaongea uhalisia jinsi ulivyo, lakini bado kuna mtu anakuja kukubishia. Mimi Mungu anipe tu nguvu kama za Samsoni kuda. Nisimame mwenyewe tu kudadeki. Yaani ni pa mafuele chini huyu mkunda chini ta. Tunatangaza serikali ya mpito, baada ya miezi 6 tunarudia uchaguzi, afu natulia zangu kama raia wa kawaida. Tunapiga kura, kila mtu anamchagua mtu anayemtaka. Sio poa. Sasa tumekuja kuangalia nafasi ya tatu. Asante sana mjukuu wa Mkwawa. Asante sana. Nahitaji watu kama hawa wazee. Tusimameni pamoja. Burkina Faso walitumia neno sisi, hawakutumia mimi. Utakuja kuona katika harakati za kupigania uhai wa ndugu zetu waliopotezwa, bado kuna watu wanataka watumie umimi. Usitumie umimi. Usiseme ni mimi ambaye nilifanya hivi. No. Tutumie sisi. Ili nguvu iwe kubwa. Tukitumia neno sisi tutashinda. Kila mmoja ajue kwamba ana nafasi ya kufanya kitu, ili turudi pale barabarani tukatetee zile damu za wenzetu ambao zilimwaga barabarani, kwenye mchanga, kwenye udongo, wakiwadhulumu haki zao. Sasa tunaangalia nafasi ya tatu. Nafasi ya tatu katika hizi changamoto za hizi tume, kununua muda wazee. Tunaposema kununua muda, yani zina take time mpaka majibu, yani hii tume mpaka majibu haja yaletewe hapa. Mtaniambia. Sasa tume uchukua muda mrefu kweli, yani mrefu kufanya kazi. Na kufikia wakati ripoti inatoka, hisia za wananchi zimeshapoa na tukio limeshasahaulika. Hawa jamaa wanachezaga na akili zetu mbali.
Yaani wanacheza na akili zetu mbali kinoma yani. Yaani mpaka tume inakuja kutoa majibu hivi. Tumesha na sasa hivi nishukuru sana. Tuendeleeni kuhimizana hii tarehe 29 kila mwezi. Tuhakikishe hizi picha zinataba angalau ukiona ile mauaji. Nilikuwa nataka niposti clip ya rafiki yangu ambaye waga namuongea kila siku, alikufa huku risasi na inamuunguza tumboni. Kia nikiposti hapo wanaikataa kwa sababu inamuonesha, najitahidi kuificha lakini TikTok wanaikataa. Mwanangu mimi alikufa naongea kila siku nawaambia hichi kitu. PFD. Mwanangu mimi nakufa. Lakini kama wewe umebaki, Mungu anakusudio, msirudi nyuma wazee. Msirudi. Afu wewe bado unakuja kuogopa kifo. Unafikiri waliokufa kwamba hawana thamani kama yani binadamu sisi wote ni sawa. Sasa hawa jamaa huwa wananunua muda hadi paka waje watoe majibu. Wameshazunguka, ndio maana unaona sasa hivi wakati tume inaendelea, can you imagine? Yani wakati tume inaendelea tayari mhusika mkubwa anakata keki. Mhusika mkubwa anaita mtoto wake anamsifia pale mbele, sijui nini na nini, mtoto hivi. Tayari watu wanaangalia, watu wanaanza na kawaida. Yani na mpaka sasa hivi hata UVCCM ile hofu ishaanza kuwatoka, ishaanza kuona wameshashindwa. Na ndio maana sasa hivi tumeanza trust the process. Naomba trust the process. Kwa kutoa hii sumu ya hawa jamaa ni lazima utrust the process. Lazima uwe na mbili, yani hakuna mbili bila moja. Lazima ukubali, ili ufikie 2 lazima uanze na 1. Ili uende kwenye 3 lazima uwe umepitia 2. Ili uende kwenye 4 lazima uwe umepitia 3. Ndio hicho tunachokifanya, kutoa hii mifumo jamaa walioiweka. Sio kitu cha kukurupuka wazee. Otherwise tukubali, mioyo yetu imeshavaa ujasiri, imeshaweka hofu ya kifo pembeni. Tuingie kunako sehemu zile. Alafu tuendelee sasa mpaka kuna watu unakuta wanaongea, unakuja kukuta mtu mwenye ujasiri ule ni mmoja. Sasa wengine alifanya huyu ni sahihi. Sasa kwa nini wewe usifanye? Hiyo ndo sumu ambayo CCM wametupandikiza vizazi na vizazi. Tunaishia kumpa power mtu mmoja, ili yule mtu mmoja kesho kutwa, kwa mfano leo hii anasimama mtu anajitolea, anaongea hivi, watu wanakuja hivi ndo hivi. Sasa kesho kutwa yule mtu mmoja, let's say linatokea la kumtokea, yuko wapi mwingine? Utasikia angekuepo fulani hapa angeongea hivi, angekuepo fulani. Kwa nini usiwe wewe? Kwa tunachotakiwa kukifanya hapa, tutoke kwenye kutengeneza mtu mmoja, tutengeneze watu wengi kama wale. Leo hii kuna watu wanasema Dada Mange kupotea Instagram kumerudisha ile morali ya maandamano. Kwa nini Dada Mange? Kwa hawa jamaa siku wakifanikiwa kumuua Mange, tumeisha wote sasa. Tumeisha wote. Kwa sababu sasa hivi tunajipajipa Mungu, kwa sababu tunajua Dada Mange bado yupo, ni account yake tu imefungwa. Je, angekuwa ameshakufa? Kwa hiyo tumeisha sasa. Hiki kitu ndio tunatakiwa tukitoe. Unapoona mwenzako kafanya hivi, na wewe tafuta kitu cha kufanya, na wewe endelee kuwa tishio mbele ya adui. Na yule mwingine anapoona mwingine kafanya hivi, ime make sense, na wewe fanya tena kitu, ili hawa jamaa wanapokuja kwenye mikakati wanashindwa. Wanajua tukimdhibiti huyu kuna huyu hapa, tukimdhibiti huyu kuna huyu hapa, tukimdhibiti ndio inavyotakiwa. Lakini leo hii kuna watu wanakuja kuambia PFD anatumia njia ya elimu, njia ya darasa, anazunguka. Watu tunataka action. Kwa nini wewe unataka action? Kwa nini usianzishe hiyo action, ili uje upate watu wako ambao wanafanya action? Alafu tunazungukia kule back street, tunaendelea kukusanya kijiji, tunakuja mdogo. Yaani wakati adui anakushambulia wewe ambaye ni mzee wa action, kumbe kuna kundi lingine linakuja kwa njia tofauti, tunaenda tunamkamata adui. Kwa nini siwe hivi? Lakini unakuta mtu anasema tu nje natuchelewesha bana, no. Hii ndio sumu ambayo wametupandikiza wa jamaa, kwa sababu hawataki
Kila huyu aje na njia hii, huyu aje na njia hii, huyu aje na njia hii, ili tukafanikiwe kumpiga adui. Hawataki. Wanataka njia moja moja. Wanataka njia moja moja. Sasa ni lazima kila mtu asimame kwa nafasi yake. Lazima kila mtu asimame kwa nafasi yake. Yule ambaye tayari ametoa hofu na yuko tayari kwa lolote, Waarabu wanajilipua. Mwarabu anajilipua. Kuna mwingine hawezi kujilipua, lakini kuna wengine wanajilipua. Sasa kwa nini mwenzako ameonyesha ukakamavu, amesimama, ameongea kwa ujasiri na yuko tayari kwa lolote? Kwa nini na usiwe wewe? Lakini wewe uko lazi kumsifia yeye. Kwa nini umsifie? Kwa nini na wewe usifanye jambo? Kwa nini na wewe usifanye kitu? Kwa nini na wewe usilete idea ili upate watu wa mlengo wako? Tuamkeni wa Tanzania. Tuamkeni wa Tanzania. Sasa ukweli mchungu wa hizi tume ni kwamba hapa nchini Tanzania hizi tume nyingi huishia tu, yani hakuna kitakachotokea, hakuna haki itakayopatikana, huishia tu. Sasa unaweza kuja kuona tuna nafasi, tuna njia kubwa sana ya kufanya ili ufanikiwe siku zote, ili umpige adui, ili ushinde. Hii ina apply paka kwenye normal life, kwenye maisha yetu ya kawaida. Katika kupambana kwako kutafuta chochote, ni lazima uwe na njia tofauti za kushinda. Ni lazima uwe na njia tofauti za kushinda, sio njia ile ile. Mwenzako amekuja na njia ya action, na wewe tafuta njia nyingine. PFD amekuja na njia ya darasa, na wewe tafuta njia nyingine. Mwenzako amekuja na njia ya taharuki, na wewe tafuta njia nyingine. Usipite kule alipopita mwenzako, ili tukampiga adui. Hii bado inaonesha ni jinsi gani ni dhaifu. Watu bado ni dhaifu. Tunahitaji vijana ambao tayari wanaweza kuchanganua akili ya kichwa chao, wakasimama, wakaleta maidia. Msifikirie watu waliogundua ma Facebook, waliogundua ma Twitter. Kama mtu na before Facebook sijui alikuwa anatumia mtandao gani, watu wangekaa bana, mbona hii sijui nini, simu zilianza Blackberry, lakini leo tuna misimu kibao. Wangesimama pale kwenye Blackberry, mbona tunaongea jamani hivi? Lakini watu walikuja na mawazo tofauti. Nokia, nikikumbuka zamani hakuna simu katika hizi simu za kubinyabinya hizi viswaswadu. Nokia ndo walikuwa wako juu. Lakini hao waliokuja na mtindo wa simu za touch walipoteza Nokia. Ndio tunavyotaka hivyo. PFD amepita na darasa la kuonesha nchi tofauti walifanyaje wakashinda. Patrice amekuja na darasa la kuonesha uzalendo wa mtu mmoja wa kila nchi. Alifanyaje? Kwa nini yeye alikuwa mzalendo? Tumeona juzi ndugu yetu Trump amekuja na njia. Trump ameanza kujitafuta muda mrefu. Kaja na style ya mtume, kaja na style ya kuimba, lakini amekuja kufanya kitu ambacho jana kime take place. Nazunguka kwa nafasi ya positive. Kaja na nani ya kutishia, ya kutoa taharuki. Watu wamepokea, ametumia njia ile. Na wewe tafuta. Usikae tu hapa Trump, tafuta. Usikae hapa PFD, tafuta. Tunataka njia tofauti. Ndio hicho kitu ambacho hatutaki kukiona. Ili kesho kutwa tukichukua mawazo ya huyu tukayaweka pale, adui achomoki wazee. Adui achomoki. Lakini wewe utakaa tu PFD naye anajifanya anajua sana. Anajua Trump naye anajifanya mjasiri sana. Unaweza kuitisha. No, tusikalie huko. Kuna watu hawajui nondo za brother Sama. Anapopiga nondo kwa nafasi yake. Sama anapiga nondo, na wewe njoo na style nyingine. Ili sasa mimi nikitoka kwenye live hii, nikienda kwenye live hii naenda kukutana na ladha tofauti. Naenda kukutana na style tofauti. Natulia pale nasikia. Hii live inaisha. Naenda kwenye live hii. Naenda kukuta kwenye live ya watu wa kazi. Yaani nakwambia mimi nachoma tu wazee. Nachoma tu.
nachoma tu. Unatoka kwa hii unaenda kwa hii, wazee mimi na dili. Yaani ndio tunahitaji vitu kama hivyo. Lakini nitakushangaa sana unakaa una discuss style ya mwenzako ambaye ameitumia, ameipitia. Kwa kila mtu ana wajibu. Kwa sababu binadamu wote tumepewa akili. Binadamu tumepewa akili. Tunajua TikTok hapo kishafikisha viewer, ukifikisha followers kuanzia 1000 unaweza kusimama kama host. Umiza kichwa. Tafuta style, anza kurusha live. Watu tuje kwenye live yako. Tukutane na mawazo tofauti. Tuanze kuchangia na sisi yale mawazo yako. Watu waanze kutoa maidia yao kupitia ile wazo lako. Kwa utakuja kujikuta tutatengeneza live zenye miongo tofauti. Huyu akija huku kwa PFD anakula darasa, anakuja anajua kwamba kumbe nchi walifanya hivi na hivi. Ukija huku unakutana kuna makomando anakuambia wazee, sisi ni wazee wa ambushi, tuko zetu msituni huku. Tunakuja churakiziwa. Kuja kukuta wa jamaa wanashindwa wadili na kina nani? Lakini kama leo tukisema njia ya PFD inatuchelewesha, ipige chini basi. Mimi ngoja niipige chini pap. Njia parties inatuchelewesha, ipige chini pap. Hapa ni mwendo wa taharuki tu. Nani? Trump yule pale amefanya hivi. Wote pale. End of the day unakuja kukuta jamaa inakuwa ni rahisi kutudhibiti, lakini tukija na mawazo tofauti tutashinda. Sasa labda nikuulize, bado muda unaniruhusu? Kwa sababu nilikuwa nataka nipige hapa nani nilikuwa nataka nichambue sasa tukio nijadili jinsi sheria na tume za uchunguzi zinavyoweza kurekebishwa ili tuweze kuwajibika kwa jinsi zinavyoweza zikawajibika kwa wananchi. Muda bado unaniruhusu au unaweza nikaishia hapo? Unataka kuja na recommendation kama tume? Mwanangu. Hapa nilikuwa nataka nionyeshe vikwazo vya kisheria vinavyotukwamisha katika tume inapokuja kutoa labda pendekezo kwa inatakiwa ifanyike hivi. Au unaona kama kwa ninavyokujua ndugu yangu, wewe mwenyewe umejishtukia kabisa. Ndio maana nilikuwa kwanza nikuulize hapo. Mimi basi labda nimalizie kusema kwa wiki. Kabisa. Labda nimalizie kusema kwamba ndugu zanguni, nashukuru sana hosti ulivyonipa nafasi ya kutoa historia ya hizi tume. Tumeona maneno yangu ya mwisho ni yapi? Maneno yangu ni haya. Maneno yangu ni haya wazee, samanini sana. Maneno yangu ni haya kwamba kila mmoja wetu asimame kwa nafasi yake. Ukisha simama kwenye nafasi yako, utajua ni kipi unachotakiwa kufanya. Tuache ubinafsi, tuache umimi. Hakuna raia waliofanikiwa kuitoa serikali madarakani yoyote ya kidikteta kwa kutumia umimi au kwa kumwekea chuki binafsi mwanaharakati mwenzako na ukajiona kwamba mimi ndio mimi. Wote waliofanikiwa katika nchi tofauti za kuitoa serikali dikteta madarakani walitembea na neno linaloitwa sisi. Na ni lazima tutengenezeni jamani salamu za kiujasiri. Unaweza kumuona mwenzako nchi yetu au kifo, tutashinda. Una comment tu hata hivyo, mtu anaelewa kwamba huyu ni mpambanaji. Kwa hiyo kila mmoja ana nafasi yake. Nguvu zetu zote tuelekeze kwa adui, tunaenda kushinda. Kwa hiyo nimalizie kusema kwamba asanteni sana kwa ambao mlinipa muda wenu wa kunisikiliza. Nafurahi sana na tuchukulie hivi vitu kama chachu ya hasira ndani ya mioyo yetu. Asanteni sana.
Yes, hapo manake tumepiga kipengele cha tatu leo. Piga wasifu wa wajumbe wa tume, tumepiga historia. Nadhani watu wameona kwenye historia kwamba tume zinavyofanya kazi na matokeo yake huwa yanakuaje, kwamba matokeo yake yanafanywa kazi au yafanyiwi kazi, na intention ya kuundwa tume inakuaje. Naona PFD amenyoosha vizuri kabisa, mimi hapo naona sina cha kuongezea. Sasa sijajua kwenye point turuke tuje kwenye muingiliano wa tume na rais anavyo muingiliano wake na tume, au kuna mtu mwingine ana kipengele ambacho anahisi kinabidi kianze kabla ya hicho. Brother Shesha, Hasta. Tuendelee hapo. Okay. Sijui kuna hiyo, nafikiri tunaenda vizuri, lakini nilikuwa najaribu kuangalia kuna kipengele ambacho kina umuhimu labda ndio kiweze kutuvusha kwenda kule kwingine, ambacho kinahusiana na gharama ya hizi tume, kwa sababu PFD nafikiri ameliweka wazi kwamba hakuna tume iliyowahi kuundwa katika taifa letu ambayo ripoti yake kwanza iliwekwa wazi ama iliwekwa wazi na yale mapendekezo katika hiyo ripoti yalifanyiwa kazi. Hakuna. Lakini pia huwa hakuna siku serikali imejitokeza na kuweka waziwazi gharama ya tume yoyote ambayo imewahi kufanya kazi katika umma. Na nafikiri ni vizuri Watanzania waelewe hivi, pesa ambayo tume hii kwa mfano iliyopo sasa hivi inatumia ni pesa inayotoka kwa fund inaitwa Consolidated Fund. Hii Consolidated Fund iliwekwa katika sheria za taifa la Tanzania mwaka 2001. Inaitwa Public Finance Act ya mwaka 2001. Hapo Tanzania iliamua kuunda sheria ambayo inaunda akaunti moja ya serikali, depository for all the hizo tunaita public revenues. Na hapo ndipo mahali tunapata revenue zote zinaenda. Hiyo ndio akaunti kubwa ya serikali imeestablishiwa huo mwaka. Alafu taxes zinaenda hapo, loans ambazo taifa letu linapata zinaenda hapo. Sasa hii ni akaunti ambayo ni akaunti ya umma, na kwa sababu serikali imepewa majukumu na wananchi, then serikali ndio custodian wa hiyo account. Kwa hivyo any other time unaposikia kuna tume imeundwa na rais, inatumia pesa direct, sio pesa ya CCM, sio pesa ya Samia yake ya mfukoni. Hii ni pesa ya wananchi. Na lile kubwa zaidi ni kwamba ingawa huwa hawaweki wazi matumizi ya hizi tume, lakini tunayo at least matumizi ya hii tume iliyopo. Ndugu zangu, hii tume mpaka itakapokwenda kumaliza kazi yake itakuwa imetumia milioni 457 pesa za umma. Na ikiwa yuko mtu yoyote hapa wa serikali ama wa CCM, apande hapa juu, apewe chumba hapa, atuambie hesabu niliyoisema ni uongo. Kwa sababu jambo la kwanza, hakuna siku wamepublish. Ukitaka kujua ni cost kiasi gani ya tume gani, wewe mwenyewe utatafuta njia zako za kujua kutoka kwa hii inaitwa Consolidated Fund. Na hii pesa hii nayoisema hapa nimeipata kutoka kwa Consolidated Fund, ambayo ndio hiyo inaitwa TSA, Treasury Single Account. Nimepata hii idadi pesa ambayo inatumika kwa hii kama gharama. Sasa swali ambalo tunafaa tujiulize kama wananchi, hawa ambao wamewekwa wachunguze na wale ambao ndio waathiriwa waliojitokeza kuja kuleta information, volunteer information, swali ni
Wengine wao wametumia gharama, wale ambao walipata miili ya ndugu zao, miili ya baba zao, dada zao, mama zao, kaka zao, baba zao, babu zao. Maana kila mtu, kategori zote za Watanzania walipigwa risasi, walizikwa kwa njia moja ama nyingine. Walitumia gharama zao wenyewe kuzika watu wao. Wengine walitumia gharama zao wenyewe, walichanga pesa kwenda kulipa gharama za mochari, kulipa madawa, kulipa vitu vingi sana. Lakini serikali dhalimu inayo thubutu ya kutumia milioni 370 na kuweka tume, lakini sio kuwa compensate watu. Hakuna mtu ambaye amelipwa ridhaa mpaka tunavyoongea sasa hivi. Hata katika zile commission zingine hakuna aliyewahi kulipwa ridhaa. Sasa nyinyi ambao mnayoitetea CCM, mnaotetea serikali, mnayomtetea huyu mwanamke, mnatetea nini? Mnaelewa mnatetea uovu? Mnaelewa mnachokitetea? Hii kwa mfano tu tuseme hii milioni 370, kama ingelikuwa hii milioni iwekwe kama grants, vijana wangapi wangepewa hii pesa? Vijana wangapi wangejiinua kiuchumi kupitia hii pesa? Wengi sana. Kwa nini tunasapoti uovu wa Tanzania? Kwa nini mnatishwa na hii ni nchi yenu? Kwani ukikataa kwenda kupeana ushahidi kwa hiyo tume, uambie hautaki. In fact mimi nilikuwa napenda sana ningeenda kwa hiyo tume, niwaambie nyinyi mko hapa sio halali, na niseme hivyo, na pia nitoke wakiona ni make a point. Ni lazima ndugu zangu wa Tanzania, haya yanayotokea sio mambo ya lele mama, sio mambo ya sisi kukaa na kucheka. Yaani hizi ni pesa kidogo. Ukiangalia tume hii kwa jumla, katika tume zilizoundwa kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita, zimeshatumia zaidi ya trilioni 1.6. Sasa tunaenda wapi kama taifa? Yaani kitu kinafanyika, sijui polisi wamefanya tengeneza tume. Mwaka 2023 tume ilitengenezwa ya mmojawapo ambaye bado yuko kwa hii tume tu bado. Ni mwenyekiti tu wa hii tume iliyopo sasa hivi. Kukatumika zaidi ya milioni 400 pesa za Tanzania. Baada ya hapo hiyo ripoti, kuna chochote kimebadilika katika jeshi la polisi? Yale ambayo huyu jaji alienda kuyakusanya kwa wananchi walimpelekea malalamiko, yale bado yanafanywa. Ndio yale ambayo bado polisi inafanya. Bado ni yale ambayo PFD ametuambia polisi ilikuwa ikifanya. Inaua watu kiolela, inawakamata watu, inawafila, inawadhalilisha wanawake na inawadhalilisha wanaume. Hakuna mabadiliko. Milioni 400 imekunywa maji, imeenda hivyo. Hakuna mabadiliko ambayo yamefanyika. It is time nation hii inaitwa Tanzania ijiondoe kwa hii ngori. Hii kitu haiwezi kuondolewa kwa kuzungumza. Yaani kwa hatua tuliyopo sasa hivi lazima tukubali kwamba tujeni kwa meza tuongee, na tunayoyaongea ni radical na iwe public, kwamba hakuna siku tutaenda mazungumzo. Leo hii mnajua hii serikali yenu imetuma watu 30 kwenda kumwona Papa kule Roma. Mnajua hivyo? Na hao wote wamesafiri na first class. Na hao wote wanaishi Rome, Italy, kwa kutumia pesa za Tanzania. Na unajua kitu wameenda kumwambia Papa? Wameenda kumwambia Papa, tumekuja, yale ulisikia ni uongo, Tanzania iko salama, tunaomba utuombee. Sasa tunakaa na serikali ya wapumbavu kiasi hiki. Kwa nini mnairuhusu? Ndugu zangu wa Tanzania, kwa nini tunairuhusu? Basi kama nyinyi wengine ambao mnaona mko na sympathy na Tanzania, sisi ambao tuna hasira nayo tutajitokeza. Na narudia
kuemphasize, hatuhitaji Watanzania milioni 1, tunahitaji Watanzania 50,000 mpaka 100,000 wote, na hata hatuhitaji mikoa yote, tunahitaji Dar es Salaam peke yake inaweza kumwangusha Samia. Kwa hivyo kitu tunachohitaji ni kwamba tujifunze kwanza, tutulie, tuwe na utulivu, tuelewe, na tunapoenda kulipiza kisasi, tulipize kisasi kinaitwa kisasi kitamu. Kisasi kitamu. Sweet revenge. Ni mwetu, taifa letu. So mimi tu ni hilo ambalo nitaka kuadi kwamba tume haramu inatumia shilingi milioni 376 za Watanzania. Asante sana. Yes, asante sana brother Shesha. Umepiga pointi ya muhimu sana, na tujue tu hawa jamaa hawajai kuwa na huruma na pesa ya mwananchi, kwa sababu wao kodi wanaitafuna tu. Ndio maana tunaendelea kusisitiza kwamba ni watu ambao hawana msaada wowote na mwananchi wa kawaida. Wao ni watu ambao ni wafaidika wa serikali, kwa sababu wana access ya kutumia pesa yetu ya kodi. Kwa hivyo tusitegemee chochote kutoka kwao. Kwa vitu wanavyovifanya tutapata msaada wowote. Sasa tumemaliza vipengele kama vitatu, na brother Shesha ameongezea kimoja hapo, kinaweza kakaa kama cha 4 au kimekaa kama bonus ya kupewa kwamba hii tume inatumia kiasi gani, ili tuone ufujaji wa fedha ambao unafanyika. Kipengele kingine ambacho nataka nikipige chap kina pointi kama 9 hivi, utajaribu kwenda nacho haraka ili leo pia tuwe tumeua pointi 2 kati ya 7. Nataka nionyeshe muingiliano kati ya tume ya uchunguzi na rais. Yaani muingiliano wa rais na hii tume ya uchunguzi. Jana nilijaribu kudadavua. Unaona, jana nilijaribu kudadavua seti. Hizi nondo zinahitaji ujiseti. Unaona, jana nilijitahidi kudadavua na nikaelezea kinaga ubaga. Kwamba jinsi gani CCM wanatindinganya mambo, jinsi gani sheria imetengenezwa kuwabana bado wa Tanzania. Yaani sheria ni kwa ajili ya Mtanzania, lakini sheria hiyo inaonekana imebase upande wa rais. Kwa sababu ukiangalia hii sheria ya tume ya uchunguzi ni sheria ambayo ipo chini ya rais. Yaani rais ndo ana control kila kitu. So nataka nipige muone hapa muingiliano kati ya hii tume. Hii tume, rais anawezaje kuingia kwenye hii tume? Kwa nini tunasema sheria iliyoko ni mbovu? Kwa nini tunasema hii tume hatuihitaji? Unaona? Hatuihitaji kwa sababu gani? Ndio vitu kama hivi ambavyo naenda kuvigusa. Jambo la kwanza kabisa kwenye muingiliano wa tume na rais, ambaye sisi tunamconsider kama mtuhumiwa nambari 1. Kwa sababu pia tuna procedure zetu tumefanya huko za kesi ya ICC na zinaendelea huko. Kwa hiyo huyu ni mtuhumiwa namba 1 kwetu, kwa sababu yeye ndio amiri jeshi mkuu wa nchi by the time matukio yanatokea na baada ya kuendelea mpaka kuja kuundwa kwa tume. Yeye bado ni amiri jeshi mkuu. Kwa hiyo yuko responsible na vitu vyote ambavyo vinatokea kwenye hii nchi. Sasa issue ya kwanza kabisa ambayo inaonyesha interference ya rais na tume ya uchunguzi ni kitu kinaitwa nguvu yake ya kuunda tume. Rais ana power ya kuiunda tume. Ukisoma hii sheria haija base kwenye kumsaidia Mtanzania wa kawaida, wala sio sheria ambayo inamcontrol kila mtu. Ni sheria ambayo ipo rais haicontrol. Yaani rais ndio akontrol kila kitu kwenye serikali, namna ya kuiongoza nchi. Ana haki ya kuamua kwamba anaweza kuunda tume au anaweza asiunde tume. Anaweza asiunde tume. Ukisoma section 3 ya The Commission of Inquiry Act, unaona ya mwaka sura namba 32 ya mwaka 2023. Amna noma, tunashinda kimaster. Okay. Ukisoma hii sheria section 3 ya The Commission of Inquiry Act inaonyesha hapa mamlaka aliyopewa rais kuunda tume. Tunakumbuka wote kwamba huyu ndio mtuhumiwa nambari 1 na yeye ndio mtu ana mamlaka ya kuunda tume. Ukisoma section 4 ya hizi zinaweza zikawa point mbili zinaingiliana sehemu moja. Ukisoma section 4
yeye ana uwezo wa kufanya pre-inquiry, yani kuona kama lile jambo ambalo limekuwa submitted kwake linaweza kufanyika au lisifanyike. Kivipi? Rais ana uwezo wa kumwagiza Attorney General ambaye ni mwanasheria mkuu au mtu ambaye atatumwa kazi hivyo kutoka kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu kufanya uchunguzi wa awali, kuona kwamba hilo jambo lina uzito kiasi gani, lina haja ya kuundwa kwa hiyo tume au tume isiundwe. Unaona? Kwa hiyo unaona kabisa hii sheria imevesti discretional power kwa rais, kwamba ana uwezo wa kuunda tume au ukisoma section 3 kama jana ambavyo nilikuwa naelezea hapa, anasema where the president on his own motion upon advice by the minister or after considering information furnished upon an affidavit of any person is satisfied that it is desirable or necessary or that inquiry will be for the public welfare, the president may issue a commission appointing one or more commissioners and authorizing the commissioners or any quorum of the commissioners specified in the commission to inquire into any of the following hizo. Sawa. Kwa hiyo hii power ambayo amekuwa vested nayo rais, unaona kabisa hapa, jana nilikuwa naelezea neno may na as it deems fit, yani kwamba ni kitu ambacho kwa maamuzi yake binafsi anaweza kufanya au anaweza asifanye. Kwa hiyo unaweza ukaona sheria ni namna gani imekandamiza mamlaka moja kwa moja na hii tume, kusiwe na mtu mwingine yoyote ambaye anaweza kucontrol kile kitu ambacho kinafanyika zaidi yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo yeye ndo anaunda tume. Tunaposema anaunda tume, ana lile swala la kwamba mpaka kufikia kuichagua tume ni maamuzi yake, aiunde au asiiunde, aone kuna uzito wa kufanya hichi kitu au hamna. Na kwenye kufanya hicho kitu pia yeye ndo anawateua. Yeye anateua nani? Anateua wajumbe wa tume, anamteua mwenyekiti wa tume. Section hiyo section 3 imeprovide ya the Commission of Inquiry Act kwamba rais ana nguvu ya kuwateua commissioners, wale washirika au wanachama wanaitwa ama wajumbe wa tume ya uchunguzi. Kwa hiyo yeye ndo anawaappoint, na jana niliwaongelea wako 8. Na ukiwaangalia jana wale wote ni watu ambao wanafaidika na serikali, ni watu ambao wamewahi kupita kwenye system, ni watu ambao ni wafaidika kwa namna moja au nyingine kwa wakati uliopita au kwa muda ambao unaendelea. Sasa unaweza ukaona namna gani yeye anainterfere, kwa sababu tume haiwezi kafanya kitu ambacho bosi ameagiza tofauti. Yeye ndio rais, yeye ndio amekuchagua. Chukulia tu mfano bosi wako ofisini, upo kwenye kampuni, umeenda umeomba kazi au amekuappoint, amekwambia bwana, kampuni yangu ina nafasi za kazi 1 2 3. Amewapa kazi nyie watu 10. Wewe utafanya kazi kwa kumwangalia mfanyakazi mwenzako kwa maslahi ya mteja au utafanya kazi kwa maslahi ya bosi? Kwa sababu unapokuwa kwenye kampuni wewe muda wote unamhudumia mteja, lakini ukiwa unaamini kwamba ofisi kwanza ipate. Unaona, ndio kitu ambacho hapa kinafanyika, kwamba unaangalia maslahi ya kampuni. Bosi amekuajiri ili yeye apate faida, yani anakutumia wewe kupata faida kwenye kampuni yake. Kwa hiyo unapokuwa pale lazima ufanye kazi yake kama anavyotaka. Na kumbuka kwenye hii tume yeye ndo ana power ya kusema kwamba kitu gani kichunguzwe. Hapo kwenye kuunda tume ana power ya kuteua, ya kuwachagua wa members ambao wataenda kuwa kwenye tume. Ana power ya kuwaambia kitu gani waende kufanya. Ndio maana uliona kwenye ule mkutano ambao anawateua pale kwenye ile alipokuwa pale kwenye podium kwenye press, naona alikuwa anawaelekeza kwamba nendeni mkafanye jambo 1 2 3, kwa sababu ile tume kwa mujibu wa hii sheria yeye ndo ana uwezo wa kuicontrol, yeye ndo anaweza kuambia wakafanye nini. Na wasipofanya hivyo vitu, mbele huko nitakuja kuwaonyesha tena kuna interference ya rais, kwamba iwapo akiwaelekeza wakafanya jambo moja wao wakaenda kufanya tofauti, anatumia kifungu gani kuwachezesha tena. Kwa hiyo hapa nimewaonyesha kwamba kwa mujibu wa hii section 3 rais anaunda tume, anachagua members wa tume,
anachagua mwenyekiti wa tume na anawaelekeza kitu gani waende wakakichunguze. Ndio maana umeona kichwa cha habari cha ile tume au tume ilivyoundwa imeambiwa ni tume ya uchunguzi wa vurugu za Oktoba 29. Wote tulitegemea kama ni tume ya uchunguzi inakuja kufanya uchunguzi itakuwa tume ya uchunguzi ya mauaji ya Oktoba 29, lakini kilichotokea ni tofauti. Kwa hivyo Watanzania wakae wakijua kwamba tume inachokifanya ni tofauti ambacho na wao wanakihisi. Wao wanachohisi kwamba tume ipo kuangalia kile kitu ambacho kimetutokea, kutupoza yale machungu, kuchunguza kama kweli nani anahusika na nani hajahusika. Sasa kama tume inaundwa na Amiri Jeshi Mkuu na yeye ndo alikuwa part and parcel ya kutoa order, a killing order ya Oktoba 29, we mwenyewe kwa akili zako timamu tu unaweza ukapigia mstari atakapoteua tume ataienda kuidirect ifanye maamuzi gani. Hiyo ni issue moja. Issue ya pili ndio hiyo inaingiliana na hiyo power yake aliyoko nayo namba moja, kwamba ana uwezo wa kuteua wale wajumbe. Ana uwezo wa kuteua wajumbe wote, anaweza akamteua mwenyekiti, anaweza akateua nani, yani hiyo ni power ya kwake. Sasa tukienda kwenye namba 3, anasema uchunguzi wa awali kama kuna haja ya kuundwa kwa tume. Hii ndio nilikuwa naisema section 4, kwamba rais ana uwezo baada ya yeye kuona kama hiki kitu kinaweza kufanyika au kuwasilishiwa ombi na waziri ama mtu binafsi aliyewasilisha ushahidi wake kwa kuambatanisha hati ya kiapo, akiona kama inafaa, anamwambia Attorney General sawa, afanye uchunguzi wa hilo jambo, aone kama lina uzito wa kuundiwa tume au halina uzito wa kuundiwa tume. Unaona, ndio kitu ambacho hapa kinafanyika. Sasa ukisoma vizuri hiyo section 4 inaonyesha hiyo power ya rais, kwamba baada ya Attorney General kusubmit hiyo ripoti yake, ataonyesha sasa, je, hii tume kwa mujibu wa matatizo haya kuna haja ya kuundwa kwa tume au haja ya kuundwa kwa tume haipo. Kwa hiyo unaweza ukaona interference ya rais kwenye majukumu mazima ya tume au kuundwa kwa tume, kwamba yeye ndo ana power ya mwisho, discretion ni ya kwake, yani ni Mei anaamua afanye au asifanye, na kwa uzito upi, as it deems fit, yeye mwenyewe anavyoona ni sawa. Ndo sheria jinsi ilivyo provide. Ukisoma section 4 ya Commission of Inquiry Act Cap 32 ya 2023 imeainisha vizuri kabisa pale kwenye vipengele, na kwa kuwa jana tulizipiga sana hizi section, leo ndo maana unaona napita, sisomi sana vifungu, lakini sehemu ambayo itahitajika kupiga kifungu na kichapa vizuri kabisa. Unaona? Sasa ukienda kwenye point ya 4 inasema tume inaendeshwa au inapelekeshwa na rais. Sasa kwa nini tunasema au nimeitengeneza hii point kwa kusema kwamba tume inaendeshwa au inapelekeshwa na rais? Ukija kusoma the Commission of Inquiry Act Cap 32 revised edition ya 2023 inaelezea hapa section 5 kwamba power to appoint fresh commissioner and to alter and to revoke commission, kwamba rais ana uwezo wa kuteua sawa commission, wale wajumbe, wale commissioners, wale wajumbe anaweza kuwateua, au ana uwezo wa kubadili, anaweza kuwabadili wale wanachama au wajumbe, ndo jina linalotumika, wale commissioners kwa Kiswahili. Unaona? Au ana uwezo wa kuivunja tume. Kwa sababu gani ana uwezo wa kufanya ya mambo? Sasa tukisoma wote hii section 5, section 5 inasema where any commissioner is unable or is unwilling to act or dies, the president may appoint another commissioner in his place, and any commission issued under this act may be altered as the president may deem fit by any subsequent commission. Kwa hiyo kabla sijamalizia hicho kipengele, ukiangalia hapa unaona kabisa jana nilijadavua sana neno unable. Sawa, kwa sababu hapa hii section imeanza nasema where any commissioner is unable. Ukisikia commissioner maana yake ni yule mwanachama wa ile tume au mjumbe wa ile tume, is unable. Neno unable hapa halijadadavuliwa kwa sababu ukiwa unasoma sheria kuna sehemu inakuwa kama utangulizi pale section 2 inakuwaga inatafsiri baadhi ya vifungu.
Kwa hiyo ukisoma pale commissioner utaona the true definition ya commissioner ni nini, lakini neno unable alijaelezewa huko. Sasa ukija kwenye tafsiri ya kusema kwamba person is unable kufanya jambo fulani, maana yake ni hana uwezo, incapable, labda amepata ulemavu, ameshindwa, amepata ulemavu wa macho, hawezi kufanya hiyo kazi, au rais ameamua yeye mwenyewe kwamba anamuona huyu mtu hatoshi kufanya kile kitu ambacho amemwelekeza. Sijui unanisoma hapo. Kwa hiyo anaweza kumchomoa. Sasa akishaona amechagua mtu ambaye analeta nongwa, analeta kuonekana kwamba yuko upande wa serikali, yuko upande wa wananchi na sio upande wa serikali, ana uwezo wa kumchomoa kwa kusema kwamba a certain person au a certain commissioner is unable to perform his duties. Unaona, anamchomoa vizuri kabisa. Issue nyingine ndio hiyo ya kubadili. Hapo kwenye hiyo point, ana uwezo wa kubadili muda wowote ule. Kama alimweka PFD, akamweka Hasta la Victoria, akamweka Animo, anaangalia mwenendo wao, afu inafika wakati anasema okay, ngoja nimchomoe Hasta kwa sababu inaonekana huyu anachomea utambi kwenye mambo yangu. Anamchomoa muda wowote na sheria haimquestion kwa lolote. Yeye atakachokisema tu certain person is unable, na hamna atakayemhoji. Kumbuka rais wa Tanzania apelekwi afunguliwe mashtaka yoyote, wala hamna yoyote anaweza kumchallenge kwenye mahakama ya Tanzania unless umefungua kesi yako huko nje ambayo ni yatakuwa ni makosa ya kimataifa kama hizo kesi za ICC, labda makosa ya kivita, unaona, makosa dhidi ya haki za binadamu. Hizo ndo kesi ambazo unaweza ukamfungulia, lakini the rest rais hawezi kuwa challenged mahakama yoyote, au maamuzi yake hayawezi kuwa questioned kwa Tanzania. Sasa mwisho kabisa, ana uwezo wa kuivunja tume, kwamba at any time yeye ana uwezo. Mnanisikia? Nakusikia. Okay. At any time, niliona kama imeganda. At any time yeye ana uwezo wa kuvunja tume. Ameunda tume, kwa mfano amemchagua PFD, kamchagua Hasta, kamchagua Animo, kamchagua labda Babu, kamchagua Loveness, Mami, alafu anaona kama watu wanaleta vitu ambavyo yeye havielewi, au wanafanya uchunguzi in deep, in essence ya kwamba anaona kabisa huu uchunguzi ambao unafanyika sasa hivi utaenda kuniangusha. Unaona, kwa hiyo anachokifanya haraka anavunja ile tume. Anavunja ile tume kwa kusema kwamba hana imani nayo na kutumia hichi kipengele cha section 5 ya hii sheria ya bunge ambayo imeundwa. Unaona? Sasa hii ni power ambayo ndo tunaendelea kusema kwamba haya ni madaraka mabovu, au ni madaraka yaliyozidi kwa rais. Ndio maana unaona watu wengi wanapiga kelele kwamba rais apunguziwe madaraka. Rais apunguziwe madaraka. Madaraka alionayo ni makubwa sana. Sheria mojawapo ambayo inampa rais madaraka makubwa ni hii. Yaani ameshatenda makosa, lakini nguvu ya kuja kufanya uchunguzi bado anayo yeye. Na ana discretional power, ni aamue kufanya au asifanye. Na hata akifanya ana uwezo wa kuwa control wale wanaofanya uchunguzi, kwamba wafanye to what extent, wafanye kwenye kipengele kipi, na kwa mwenendo upi, na wakizingua na wachomoa na wapachika wengine. Kwa hiyo nyinyi huku, sisi wananchi wa kawaida tunakuwa tunaigiziwa kwamba kitu gani kinafanyika. Tunaigiziwa kwa sababu rais ndo ana control kila kitu. Anawapa mada, anawapa vipengele vya kwenda kufuatilia, na anawakontrol kwamba wanafuatilia kwa kiwango kipi, au wanafuatilia kwa mwenendo upi. Akiona wanazingua, na yeye anawazingua kwa sababu yeye anataka the report iwe upande wake. Obviously section kama hii iliyowekwa inatetea kwamba kila anachokifanya au tume inachoenda kukifanya kiwe upande wa rais. Unaona, kama mnanisoma vizuri fresh. Turuke kipengele kingine kinasema nguvu ya kumteua secretary. Sasa hapa ndo Watanzania waamke, watu wafumbue macho, ndo wajue kwamba hii sheria inaweza kukufanya muda wowote ukapotea. Kuna kitu alikuwa anakiongea PFD hapa, akaongea kwamba watu ambao wanaenda kwenye hili tume wanaweza wakapotezwa muda wowote. Yes. Na jana niliongea kwa urefu sana wakati naidadavua sheria, lakini kuna kipengele niliwaambia nitaruka section 8
mtaruka section 7 ya Commission of Inquiry Act Cap 32 revised edition of 2023. Hii wanasema nguvu ya kumteua secretary. Kuna mtu anaitwa secretary kwenye hii tume. Nyingine, hii ni discretional power ambayo rais amepewa kwamba ana maamuzi ya kuitumia au kuto kuitumia, na anapoitumia ujue kabisa anachoenda kukifanya huyu mtu anaitwa secretary kwenye hiyo tume kinaenda kuwa ni for the benefit ya rais. Sasa sikiliza hii section vizuri na ndio utaona kama kuna sema it shall be the duty of each commissioner hii sio tena, mbona nimechanganya ya nani? Sawa. The president may, unasikia, ukiona tu neno may, ndio maana kule shall nimeona shall nimeruka. Ukiona tu neno may, maana yake hiyo ni discretional power, anaweza kufanya au anaweza asifanye. The president may appoint a secretary to attend the sitting of the commission. Sio, unanisikia? Matatizo yote yanamhusu yeye, kashateua wale wajumbe au wanachama wa commission, wameenda kwenye kazi zao, alafu huku nyuma sheria tena inampa mamlaka mengine, inasema ana uwezo wa kuchagua secretary. Sasa huyu secretary anaenda wapi? May appoint a secretary to attend a sitting of the commission to record the proceeding. Kwa hiyo huyu secretary ambaye rais anamchagua ana uwezo wa kuja akakaa kwenye vikao ambavyo vinafanyika na tume, zile session ambazo zinafanyika ziwe indoor au ziwe in chamber court au ziwe public, yeye ana uwezo wa kukaa court na anaruhusiwa kukaa in such kwa mujibu wa hii sheria. Sasa huyu secretary anapokuja, kumbuka mtu unapochagua mwakilishi, niwape mfano tu wa kawaida kwamba mtu akiwa anagombea ubunge anachagua msimamizi wa kura. Sasa huyu secretary anapoingia anakuwa kama msimamizi wa kura kwenye jambo hilo. Anaingia muli ndani, yule msimamizi wa kura unapomchagua anaenda kuhesabia kura zako, anaangalia usiibiwe, anaangalia usifanyiwe nini. Yupo pale for your interest. Hayupo kwa interest ya mtu mwingine, kwa sababu ni mtu ambaye anakusaidia, ni mtu wako, yani wa mkono wa kulia. Muda wote yuko na wewe, anakusaidia kwenye michongo yako ya kupambania ubunge. Sasa rais amepewa power, na hii sheria ambayo imemwambia atengeneze tume ya uchunguzi inasema ana uwezo wa kumchagua secretary ambaye anaweza kuhudhuria na kukaa kwenye vikao vya tume ya uchunguzi. Anafanya nini akiwa ndani? To record the proceeding, to keep their paper, summon and record the testimony of the witnesses, and generally to perform such duties connected with such inquiry as the commissioner shall prescribe. Sasa huyu secretary anapoingia ana uwezo sawa wa kurekodi proceeding zote, ule mwenendo wa kesi wote anaruhusiwa kurekodi. Kumbuka ametoka kwa rais. Wewe umepigwa risasi, wewe umepigwa risasi ya kiuno, umepigwa risasi ya mguu, umepigwa risasi ya shavu. Kuna mtu alipigwa risasi ya shavu town hapa, mtu amepigwa risasi labda ya tako, amepigwa risasi ya shingo. Vyovyote vile ambavyo kimekupata, unaenda zako kwenye tume ya uchunguzi ukitegemea kwamba ukifika pale utatoa uchunguzi wako safi, alafu mwisho wa siku matokeo yatakuwa chanya, kuona kwamba wale watu ambao wametenda yale makosa wanashughulikiwa vilivyo. Sasa unaenda kwenye hiyo commission kutoa ya Magomeni mtu amepigwa risasi ya shavu imeingia kulia, imetokea kushoto. Oya, sio poa. Wanangu wa waliokuwepo Oktoba 29 wanajua nini kilitokea. Sasa umeshatoka kwenye harakati zako zile, umeenda kwenye tume, unakutana na wale makamishna wote, wale wajumbe wa tume wamechaguliwa na rais, alafu mtu anatoka huko anateua tena secretary. Yani huyo secretary ni mtu wa karibu kabisa ambaye anakuja kufuatilia nini kinaendelea, na anaruhusiwa kurekodi mwenendo wa kesi yote. Unaona, kuanzia inaanza mpaka inaisha, anaruhusiwa kurekodi. Unaona? Na sio tu kurekodi hicho, anaruhusiwa kurekodi ushahidi wako, na huo ushahidi anaruhusiwa kukaa nao
section inaruhusu hiyo. Sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyotungwa na Bunge inaruhusu mtu ambaye huyu ameteuliwa na rais. Dakika moja, hasa shika kidogo. Okay. Jamani, nilikuwa nataka niseme hivi, wakati tume ya hovyo inaendelea kufanya kazi yake, inachukua data ambazo wenyewe wanahisi hivyo, lakini katika wale watu ambao wanakutana nao wanaendelea kuwadanganya kwa ukubwa. Ameelewana na mama kwa muda mfupi vizuri kweli, utafikiri kakaa na mama mwaka. Kwa hiyo hilo swala usiwe na wasiwasi. Kwa hiyo na dada wa pili atakuja mzuri tu. Kwa hiyo kaka, wewe usiwe na wasiwasi. Shushieni huyu mtu. Na vipi Nasra ataondoka ghafla? Nasra hajaondoka. Jamani. Wewe hasa. Wakati naweza nikaendelea. Okay sawa. Naweza nikaendelea. Sasa huyu secretary anateuliwa na rais. Ushapigwa zako risasi ya shavu, ushapigwa zako risasi ya mguu, umevunjwa, umepigwa kichwani, ndugu zako wameuawa kama yule mama aliyepigwa risasi kule Chuga, unaona. Watu wamepigwa risasi za mashavu, alafu anakuja secretary, unaambiwa huyu secretary anaingia kwenye mkutano wa tume, ana rekodi na ana power ya kuondoka na kila kitu ambacho kimewasilishwa pale. Kwa hiyo kila procedure ambayo imefanyika pale, huyu secretary ana uwezo wa kuhodhi hiyo document. Manake ukiambiwa to keep their papers, manake huyu ana uwezo wa kuondoka na zile information ambazo zipo pale. Ana uwezo wa kudukua information zote akadili nazo. Unaona? Sasa ya shavu alifariki mwanetu huyo, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ametangulia mbele na sisi tutafuata. Unaona? Kwa hiyo huyu secretary anakuja, anaruhusiwa bwana. Ana keep the papers, ana deal na summons, na summons tulisoma jana kwamba iko kwenye schedule ya hii sheria ya Commission of Inquiry Act. Yeye ndo anadili nayo. Yaani anakusummon wewe witness. Ametoka kwa rais. Rais ndo aliyetoa oda ya wewe upigwe risasi ufe, upigwe risasi uwe kilema, ubakwe, ulawitiwe, ndugu zako wauawe, alafu yeye ana power ya kukuandikia summons. Unapoambiwa summons, maana yake ni wito kwa maandishi. Sasa kama wito kwa maandishi wanakuita wao uende kwenye tume, maana yake wanakujua hii summons unakuja kuletewa namna ya kusave summons. Sasa utasikiliza namna ya kusave summons, unaletewa summons na polisi. Utaona huku mbele polisi anakuletea summons. Jana nilisema unaweza kaenda kwenye tume pale, unamkandia Juma na Juma na Michael walikuwa wote kwenye lile zoezi la Oktoba 29. Unamkandia Juma pale kishenzi. Juma kampiga risasi kweli nani? Abdalla. Mimi nilikuwepo pale Magomeni, yeye alikuwa upande wa kulia, alivaaje? Yuko hivi na hivi na hivi na hivi, mrefu hivi, alikuwa na jamaa yake mwingine sijamuona vizuri. Michael anasikia huyu jamaa, kumbe ndio yule mwenzake tumempiga risasi, yeye amepona. Anamchomea nani? Anajua yes, mwamba huyu hapa tunaye. Kwa hiyo sasa wale wao ndo wana hiyo power ya kusave summons. Tutaona huko mbele. Sasa huyu secretary amekuwa vested na power kubwa sana, manake ana interfere kila kitu ambacho kinafanyika kwenye tume. Na hapa tumeona, nimewasomea hapa baadhi ya vipengele ambayo huyu secretary anaweza kufanya. Anaweza kubaki na nyaraka, anaweza kuhusika kwenye wito, unaona, na ana rekodi ushahidi wa mashahidi wote. Sasa kama akirekodi ushahidi wako wewe na kesho kutwa unahitajika ICC, unadhani utapona? Umeenda pale, bwana, mimi nimepigwa risasi ya bega, mimi ni survivor wa hiki kitu. Kimefanyika kweli, askari waliua watu 1 2 3. Mimi nimepigwa risasi ya mguu labda Buguruni, unaona. Mimi ni survivor, nimeona kila kitu ambacho kimefanyika. Askari walikuwa hivi, walifanya hivi. Kuna watu ambao kwenye yale matukio walishika mpaka namba za askari. Kwa sababu askari kwenye sare yake anakuaga na sehemu ambayo imeandikwa namba yake. Kuna mtu kashika mpaka ile. Wengine wametumia kamera za simu kuvuta, kuzoom, na wamepata zile information. Sasa wewe unaenda kutoa ushahidi pale,
kwenye tume, secretary yuko pale, anajua okay, huyu ndo muhusika, anakurekodi pale, anarekodi ushahidi wako pembeni, anarekodi jina lako, anakuweka pembeni, na kwenye summons askari walikuja kwako kusave summons, manake askari wameshajua unakaa wapi, wana full details za kwako. Mtu anapoenda kutoa ushahidi anaelezea majina yake, anaelezea kila details zake, anakaa wapi, jina lake nani. Kwa hiyo information zako zote zinabaki kwenye tume. Kumbuka hii tume tulisoma jana kwamba imekuwa vested na power kama za High Court. Kwa hiyo kila kitu chako wanabaki nacho, kila kitu chako wanabaki nacho. Ngoja nipandishe hapa. Unaona? Kwa hiyo wewe unaenda pale kusema kwamba mimi mwanangu aliuliwa pale Magomeni.